familia tunaishi. Mliamaliza kwa kuzungumza ama ni kupata baada kumalize? Of course, unajua vitu vinapotokea muda mwingine maisha yanatakiwa kuendelea. Kwa tulikaa vitu vilishatokea vimepita, kwa hiyo tukamaliza basi maisha yanaendelea. Hapo expose manager wake vipi, labda mnaweza mkarudi kufanya kazi? Hapo sasa nafikiri mimi yeye ni approach tena kwa kitu hicho, na mimi pia sijawahi kufikiria kwa sababu still nina wasanii kama unavyoona wengi. Na kila siku naendelea kupambana nao ili wasogee, lakini hata ikitokea mimi sioni kama kuna ubaya. Sasa umepatana na Pateni, lakini pia kuna nyimbo ambayo amefanya Form 7 na Malume. Sasa hivi kuna remix ambayo amefanya Dogo Sergeant pamoja na Tindaman ambao kashirikisha Form 7 ndio msanii wako ambaye sasa hivi anafanya vizuri. Unahisi kama hiyo nyimbo haijaleta complaint? Kwa sababu hiyo nyimbo bwana, maneno yamekuwa mengi kwamba ameingia Pateni. Mimi kwenye tafiti zangu nimekuja kugundua kwamba Form 7 pia aliwahi kuishi na Pateni way back, walikuwa washikaji. Na nakumbuka ile story pia na Form 7 akaniambia kwamba mimi Pateni rafiki yangu sana tu, na napigana story kipindi hicho nilikuwa na conflict between wewe na Pateni. Nasema mimi manager nizui kuongea na Pateni kabisa. So what is going on hapo? Unajua kilichotokea ni kwamba labda leo watu niwaambie ambacho hakijui. Kuna dogo mmoja anaitwa Rush Talent, alikuwa msanii wangu pia, lakini alikuwa msanii ambaye na manage ila kwa sasa sipo naye. Kwa hiyo Rush Talent ndio aliniletea Sergeant, lakini akaniletea Pattern, lakini akaniletea pia Form 7. Ambao Rush Talent, Form 7, Sergeant na Pattern wote walikuwa ni familia na wanawaso pamoja. Sasa katika ile kupambana kila mtu atafuta huyu, kwa hiyo Rush kawahi kunipata mimi, naambia mwanangu Sergeant njoo, Pattern njoo, Form 7 njoo, kwa hiyo akawa ananiletea. Na kuna wengine pia aliniletea tukufikia kufanya kazi, kwa mfano kama Kidonge aliniletea tukuweza kufanya kazi, lakini kuna Manyota Di Talent pia aliniletea yupo international gang. So hiyo ngoma nataka unijibie, ngoma hiyo ni kweli wamemwambia Pateni? No, nafikiri hapana. Yaani mule kila mtu amefanya tu kitu chake. Sergeant kilichofanyika ni kwamba yeye amedeliver ujumbe kwamba unajua kila mtu ameimba. Kwa mfano Tunda yeye ameimba kamwambia mtu mmoja tu, umeelewa? Apate na Sergeant kuna wakati kwenye verse yake anavyoanza aliongelea wingi wa watu, afa akaja akaelezea kama kwa mtu mmoja. Kwa hiyo ni namna tu yeye alivyoamua kudeliver ujumbe uende kupitia kutokana na idea inavyotaka. Watu wanasema kwamba Sergeant kwenye comment pale, Sergeant ana vitu vingi jamani, sikilizeni. Wanakaa naye kwa hiyo Sergeant ana vitu vingi, labda anaita conflict ambazo na kama vitu vingi labda kwenye talent kwamba ana vitu vingi meza moja. Sio tunaweza tunakaa mara kibao tunakutana. Tunakutana mara kibao. Yani ishatokea tunakutana mimi Pateni, Rush Talent na Form 7. Ishatokea tumekutana mimi Sergeant, Rush Talent na Form 7. Ishatokea siku nyingine tulikutana mimi Form 7 Pateni na Sergeant. Kuna mtu niliona anasema kwamba Badoso kamleta Form 7 ili ampiku Pateni. Ndio maana Form 7 anaimba, anataka kufanana kuimba kama Pateni. Kitu ambacho hawajui sasa. Hiyo ilitokea sana kipindi ndo na Mtotoa ile. Walisema kwa sababu tena kipindi na Mtotoa ndo tulikuwa conflict na Pateni. Kwa hiyo waliona kama nimekuja kufanya replacement. Lakini wala lengo alikuwa hilo, na ndio maana unakuta mimi kuonyesha kama lengo alikuwa hilo. Kadri maisha yalivyokuwa yanaendelea mlikuwa mnamuona Form 7 na Pattern yani kuonyesha kwamba sio vile ambavyo watu walivyokuwa wanafikiria wale ni washikaji. Afu mimi hapa sina tabia ya kuua mahusiano ya watu. Kwa mfano hata mimi nilivyokuwa na conflict na Pattern, sikuwahi kumkataza Form 7 au Rush Talent wasongee na Pattern, kwa kuwa ni washikaji. Walikuwa wanaendelea kama kawaida. Kwa hiyo hakuna shida yote. So far vile huo wimbo wa NDS mpaka Pateni nilimwalika kwamba hebu tia verse hapa ili
tujaribu kupata kitu cha tofauti. Na hapo tulipishana tu kidogo kwenye, nakumbuka ule muda ambao mimi nilikuwa na record, yeye alikuwa na mishemishe kwa sababu wimbo nifanya muda kidogo, alikuwa na mishemishe za show zake za kampeni kama sikosei mwishoni, alikuwa anamalizia. Kwa hiyo tulikosa ule muda mzuri wa kukaa chini. Wimbo ni muda, hiyo limefanya muda. Tulirekodi muda kama mwezi mmoja na kitu nyuma. Tulikuwa na show zake alikuwa anafanya hapa katika. Kwa hiyo tuwatarajia vijana wako 4 wote au 3 kwenye ngoma moja. Inaweza pia kutokea, lakini kuhusiana na swala wasema la Sajent hilo kwa masiya bana mambo mengi, ana nini wanasema? Ana msongo wa mawazo, mambo moyoni. Hiyo nafikiri mnaweza mkamtafuta Sajent. Ongea naye kuhusu jambo hilo. Na hata kuhusiana na ile verse watu wanaijaji sana, lakini mnaweza mkamtafuta yeye akaielezea vizuri zaidi. Ya kile ambacho amekiimba. Katika mpata matatizo, kombe 3 hizo, nitaka karibu. Unajaribu kuzungumza naye kwa sababu yule ni kijana mdogo na kuangalia vitu ambavyo vimekuwa exposed kwenye mitandao ya kijamii, labda wewe kujaribu kumchukua niliongea naye siku ya pili. Niliongea naye. So kuna vitu siwezi kuviongea public, lakini nitaongea nilichomwambia tu mimi kwamba yes, now ni business. Kwa hivyo kuna mipaka ya vitu ambavyo atakiwa pia kuvifanya, ataka kuchunga. Mfano vitu kama vile umeona, unajua vitu kama vile mtu afanyaje makusudi, ila vinatokeaga kwa bahati mbaya, kwamba mtu anaweza kuwa ilitokea kwa yeye nyingine afu baadaye kaja kuwa vingine. Lakini nilichomshauri mimi ni kuwa na tahadhari, na kuna baadhi ya vitu si vya kuvifanya hata kusema kwamba ile viwepo tu yaani havifai, kwa sababu vikitokea vitu kama vile kuna baadhi ya angles kwenye biashara zetu hauwezi kukaa. Mfano kama engo ya makampuni ya nini inakuwa ni issue. Kwa hiyo nilimwelezea tu hivyo. Mwingine niliongea naye aliniambia kwake ndio hivyo, sio kuweka public, lakini ni hivyo. Lakini yuko sawa kisaikolojia. Yuko sasa. Ametoa kibao kizuri tu. Mzembe. Watu wanasema kwamba ametoa kuhiri ili aweze kuhiri kupoza moyo. Sijajua yake ni nini. Watu wanaweza kumhoji au kumtafuta wakafanya naye mahojiano, lakini mimi kama mimi naufahamu ule wimbo muda kabla matukio hayo. But also wewe International Gang ni label ama ni gang? Ile ni label. Lakini pia ni gang. Yaani unaona kama hivyo unasema na Konde Gang ni label lakini ni gang. Yes, gang kwa maana gang. Mimi nimechukua nyumba nzima Silver, naishi na ile gang pale. Ukija pale muda wote watu wanafanya mazoezi, wanaimba, tunafundishana, kuna madarasa pale ya kila Alhamisi na Ijumaa, namna ya kutengeneza tu watoto waje kwenye industry singeli wakiwa vizuri. Kunatokea na complain kwa wazazi ndugu kukaa na watoto wao. Especially unajua wazazi bwana wanajua kisha kuona mtandaoni kule tayari umetoboa pesa. So in case kama itatokea umeomba pesa na una inakuwa ni ugomvi. Kwako wewe vijana wako inakaaje? Kwanza before kumchukua mtu yote, mara nyingi huwa nakaa na familia zao. Hata ambao nimewasainisha mikataba, familia zao zimeshiriki kwenye namna moja au nyingine kusaini mikataba, kuhakikisha kwamba hichi anachokisaini na wao wamekiridhia. Huwa nawapaga mafunzo wazazi pia. Unajua mara nyingi hizo conflict zinatokea ni kwa sababu wazazi wao wanakuwa hawaelewi kulingana na hichi ambacho kinafanyika. Yeye anachowaza kwamba tu nikimwona Form 7 kwenye TV ana hela. Sasa natakiwa kujua kwamba kumbe kuna swala la kutafuta hela, alafu kuna swala jina na kazi pia. Kwa hiyo mimi nilokuwa nao wote nashukuru Mungu, alhamdulillah, wazazi wao wote wananielewa na sijawahi kupata hiyo tatizo hilo lolote. Kuanzia Form 7 class talent nilikuwa nakaa naye, sasa kuna Biuzi, Macho Kitengo, Mwana Likes, Manyota, wapo wengi Jiwe na wasanii wengine. Watoto wa kike bado wanaendelea kuonekana ni wachache sana kwenye game. Ndio ina muziki kiujumla. Kwako Badloso vipi? Mimi na Moto Music, lakini this year natambulisha msanii wa kike kwa International Gang kwa sababu Moto Music nafanya nao, wako chini ya taasisi ya UBT, mimi ndo manager, lakini nitamtambulisha binti kutoka
international game. Okay, karibu sana. Anaitwa Kate. Okay, Kate, karibu sana. Na imani hawajua mama wenyewe kuleta vitu vibaya, si ndio? Hivyo ndio uhusiano wako ama mke. Yeye mwexpose mke. Sasa mfumo kwanza kidogo. Kweli. Mimi kikweli si mpenzi sana wa kuweka mahusiano mitandaoni. Kwanza naona kuna wakati naona kwa umri wangu na mambo yangu naona kama ni vitu ambavyo viko nje, yani kama muda wangu umepita wa kufanya hivyo. Kuna wakati najionaga hivyo, japokuwa kuna watu wana umri zaidi yangu wanafanya hivyo. Lakini pili, kulingana na kazi yangu naifanya, unajua mimi ni manager tofauti kidogo na msanii au dancer, unaelewa. Kwenye page yangu wanaangalia watu wengi sana. Kwa hiyo mimi naona kama ile time nikikaa na mpenzi wangu sio nimemchumchum nimefanyaje, kuna watu wengine wataona kama vipi inakuaje, mbona kama tuna mambo mengi ya kufanya kwa upande wangu. Lakini mimi nina mke na nina watoto. Na watoto wawili. Mtoto wangu kwanza binti anaitwa Sheima na miaka 12. Lakini na mtoto wangu mwingine anaitwa Salim, mwana na miaka 5. Na Mwenyezi Mungu akijalia mwaka huu pia natarajia kupata mtoto mwingine. So ni baba wa familia kabisa. Nikifurahi naweza nikawapost. Baba akifurahi naweza nikawapost. Kuna Salim, sawa. But also ni kitu gani ambacho natamani kitokee ama kifanyike na serikali kwa ajili ya industry ya muziki? Mimi swali zuri sana. Mimi kitu ambacho natamani kikweli kitokee, kwanza nashukuru kali tumewekewa baraza, ni kitu kizuri. Lakini kitu ambacho natamani kitokee kwa ukubwa ni kuwa na zile tour za kiserikali zile. Unajua inawezekana kama hivi BASATA, unaelewa, baraza letu labda linakuwa na show zake labda kila mwezi wa 6 au kila Disemba tunakuwa na show za BASATA kama tulivyokuwa na tuzo. Tunakuwa na hayo mashow, umeelewa bwana. Yanasaidia kwa namna moja au nyingine kukuza career yetu kama nchi. Maana zikiwa show za mataasisi mengine au show binafsi za watu wengine au ni watu wengine, lakini kuna mashow ya serikali kwamba hata nchi zetu za wenzetu jirani wanajua kabisa Tanzania ikifikaga mwezi wa 12 unakuwa na tamasha la kiserikali. Pale tunakuwepo na viongozi wetu, si makatibu wakuu, mawaziri, sio nani tunaenjoy nao fresh. Mmesikia Badloso. Na wewe kuhusiana na Alena, you don't care about that? Alena nafikiri hiyo imekuwa ni kitu ambacho kila mtu amekuwa akikihitaji, japokuwa kumekuwa na ile hali ya kwamba Watanzania mnalilia Alena lakini mtaweza kuijaza. Lakini sisi tunahitaji tuwe nayo. Hata kama tutajaza sisi, watakuja hata wakina Chris Brown wataijaza tu, ilimradi sisi tuwe nayo, yani iwepo tu. Ilimradi tu tuwe nayo. Media tulikuwa tuna stories za muda kadhaa na manager Badloso. I think utakuwa umeenjoy. Nimeuliza maswali package, kama utakuwa umenisikiliza vizuri, ni package. Yaani tumeanza na singeli mpaka hip hop mpaka muziki mpaka watoto wake, vijana wake, na maisha yake kidogo. So mimi naitwa Jaja TZ, nilikuwa na manager Badloso and this is Brand Talk ya Brand Media. Make sure tu tunakutana baadaye, lakini subscribe, share, like, to follow, share, like na utufollow. Comment utakuwa umetisha kinoma. As I tell you, mimi naitwa Jaja TZ, tukutane baadaye.